tutaendelea mbele kujifunza kuhusu ISO. Last time tulijifunza kuhusu shutter speed, lakini pia tukajifunza kuhusu aperture. Wewe ambaye hujasikia au hujaona haya madarasa au hujasikiliza, unaweza ukabonyeza link hapo, nitakuwekea link hapo chini, au unaweza ukaangalia video zetu za nyuma, utajifunza, utapata kuelewa namna ambavyo ya kutumia shutter speed na kutumia aperture. So bila kupotezea muda, tuingie katika darasa letu la ISO. ISO ni kitu kirahisi sana. Katika zile group tatu ambazo ni shutter speed, aperture na ISO, kidogo pale kwenye shutter speed liko ukipandisha ukishusha, so unajua zile zinachanganya, au ukija labda kwenye aperture na kwenye ukipandisha ukishusha pia zinachanganya. Lakini ISO ni kitu fulani kirahisi sana. Nilikuwa na uwezo kukwambia hata kwa siku moja, lakini sasa lazima nikufundishe katika mtiririko. ISO bwana, kazi yake ni mwanga. ISO, symbol ya ISO ni ISO. Ukiwa sehemu yenye giza, ukipandisha ISO basi umepandisha mwanga, na ukishusha ISO basi umeshusha mwanga. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ISO katika kamera ni mwanga. Lakini sasa hiyo ISO inaanzia na ngapi? ISO bana inaanzia 100 mpaka ngapi? Mpaka na kuendelea huko 100,000, 20,000, 1000 ngapi huko juu. Inategemeana na kamera. Lakini sasa changamoto ni kwamba ISO bana, changamoto yake ni moja. ISO inapokuwa 100 mpaka kufikia 800 unaipata picha yako katika muonekano mzuri sana. Lakini changamoto inaanzia ukitoka pale 800 ukaenda 1000. Yani nikimaanisha kwamba ISO inapofika 1000 kuna kitu kinaitwa noise, au kwa Kiswahili wenyewe wazungu wanasema, kwa Kiswahili Waswahili wenyewe wanasema chenga chenga. Yani ukiwa unapiga picha yako, let's say labda kwenye giza, kwa hiyo unapopiga picha katika ISO kubwa, ile picha yako inakuwa kama ina vichenga chenga. So tunapendekeza au tunashauri kwamba unapokuwa katika sehemu ambayo inakuhitaji utumie mwanga mwingi, basi usitumie ISO kubwa, lakini unaweza kutumia accessory tofauti tofauti, labda speed light, au labda mambo ya strobe, au lights, wadi lights kubwa au nyingi, ili kusudi usitumie ISO kubwa, kwa sababu unapoitumia ISO kubwa inakupa noise, inakupa matokeo ambayo hayawi mazuri sana katika picha. Lakini pia unaweza kutumia kubwa kwa sababu kulingana na mazingira, labda mazingira hayakuruhusu kutumia hiyo ISO ndogo, na pia labda hauna access tena ya mwanga, so boom, unaweza ukaongeza tu ISO yako, lakini ujue unapata noise. So the way unavyozidi kuipandisha ISO kutokea pale kwenye 800 ndo noise inazidi kuwa nyingi. Lakini ukitaka kuavoid noise, basi unaweza kuanzia pale kwenye 800 kushuka chini. Yani ukapambana mwenyewe kwenye giza, kwenye mwanga, yani upambane na ISO yako isizidi 800. So hilo ndo darasa letu. Ni simple tu. Moja ya kitu ambacho kirahisi sana katika kamera ni kutumia ISO. Na hapo leo tunakuwa tumemaliza kuhusu zile hatua zetu tatu ambazo ni shutter speed, aperture pamoja na ISO. Ukifuatilia hizi video zote, aperture, ISO na shutter speed, utakuja kuona kwamba kutumia kamera ni rahisi sana, ni very simple. Natumaini utakuwa umefurahi sana na umeenjoy. Lakini pia sasa hii nakupa quiz au nakupa zoezi la kwamba kupitia haya madarasa matatu ambayo nimekufundisha au umejifunza, unaweza sasa kuanza kufanya mazoezi kupitia kamera yako, kwamba ukafanya kupandisha shutter speed, kutumia aperture, lakini pia kutumia ISO. Ukumbuke picha zote ambazo unaziona, hizo zote zinatoka katika hizi group tatu, kwamba ukiweza kutumia shutter speed, ukiweza kutumia ISO, ukiweza kutumia aperture, ndio una uwezo wa kupata picha nzuri. Endelea kuwa nami katika channel yangu ya Crucial Studio. Mimi naitwa Kelvin Masawe. Asante.